mbuzi. Nasema niacheni. Maisha yamebadilika. Usiku ni mrefu, lakini tutasimama tena. Pole pole. Wanangu, fanya kama nilivyokuambia kwa wazi. Tumaini utatekeleza.
Iko wapi sasa? Nyumba ilikuwa inawaka moto. Unajua wewe dogo, sasa hivi kuna vitu ambavyo unatumia ambavyo vitakiwi. Si ndio hivyo? Nilikuwa naona nyumba inawaka moto lakini nashangaa moto tena siuoni. Sasa moto wa kuona peke yako mimi sioni hapa. Sasa hivi naona natumia bange. Twende huko. Wadogo zangu, habari za asubuhi. Kwema? Kwema. Naona mmependeza kabisa wote. Bila kupoteza muda, tuende kwenye lengo moja kwa moja iliyofanya niwapigie simu kukutana mahali hapa. Mnamuona mbele yetu, huyo ni mwanasheria aliyokuwa wa mzee wetu. Nilikuwa nahitaji aingie kwenye lengo moja kwa moja ili tujue rasilimali za mzee wetu ziko ngapi, ziko wapi, zimekaaje, ili tupate mwongozo, tujue hatima ya kikao chetu. Isaima? Yes. Karibu zungumza na familia. Alikuwa na familia mbili. Na kila familia kulikuwa kuna nyumba kubwa. Lakini nyumba alikuwa nazo hizo, pia kulikuwa na hii nyumba ya tatu. Hii nyumba ilikuwa kwa ajili ya kukutana, tulikuwa tunafanya biashara na watu baadhi kutoka nje ya nchi na mikoani pia. Kwanza alikuwa na supermarket 3 mikoa mbalimbali. Lakini alikuwa na skani ya 13 kwa ajili ya kusambaza mizigo ya kwenye kampuni nje ya nchi na ndani ya nchi. Alikuwa na kampuni 2 na pia mzee wetu alinunua magari 3 ya kutembelea ambao ni Hilux na Range, na hizo ndio mali alizokuwa nazo mzee alizokuwa kimiliki. Nafikiri mmemsikia mwanasheria alichokizungumza hapa, na wadogo zangu hapo wengi sana mlikuwa mfahamu huyo jamaa, na baadhi ya mali za mzee wetu mlikuwa mzifahamu, japo mimi nilikuwa najua kama kaka yenu. Nafikiri kikao hiki nimekiita ili kama itawezekana tugawane hizi mali, kila mtu aende akafe na chake mbele ya safari huko. Mdogo wangu Banka, sijui ulikuwa unasemaje kuhusu hili swala? Blaza, mimi naona uko mule uko mbali na mimi. Mwenyewe nataka tugawane hizi mali, nataka niishie zangu sawa ziko kwa masuala yangu na harakati zangu huko. Mdogo wangu Husna, umekaa kimya uchangii. Ulikuwa unalionaje hili swala, limekaa kaaje? Mimi siko mbali na ndugu zangu. Ni heri tugawane hizi mali, na hivyo ninavyodaiwa vikoba. Tukishagawana tuko madeni ya watu, tukae huru. Lakini kaka samahani, naona tunazungumza upande wetu wa bi mkubwa. Ndugu zetu wa bi mdogo hawazungumzi chochote. Ndio maana wanasema ukubwa jalala, yani mawazo yako mbali sana. Bwana KD, samahani bana mdogo wangu, msijihisi wapweke sana. Hili swala nyinyi mlikuwa mnalionaje? Brother, kwenye hilo wazo mliokuja nalo, kiukweli mimi niko tofauti na nyinyi. Halafu mwanasheria, mbona umetaja mali za mzee zingine zote, lakini mbona mashamba ya kijijini wala hujayataja? Una lengo gani? Kipindi mzee akiwa hospitali, nikiwa mimi na hao ndugu zangu,
alisema ya kwamba hizi mali hatupaswi kugawana wala kuzipigia kelele. Hizi mali ni kwa ajili ya msaada wetu sisi wenyewe, kwa kila mmoja mmoja pindi anapopatwa na matatizo. Sasa ukisema kwamba mwanze tabia ya kugawana mali, kiukweli kitakachowatokea mimi sijui na sitakuwemo. Sio, mnanielewa? Nisikize mdogo wangu KD. Tena nisikilizeni wote ambao mlikuwa mna mawazo kama ya KD. Swala la kusema kwamba mali hatuwezi tukazigawana, hicho kitu msahau. Mali lazima tugawane. Mkubwa, iko hivi, mali hatugawani. Kubwa babako, unasemaje wewe? Hivi unakielewa unachokiongea wewe? Nasema hivi, mali hatugawani. Nisikilizeni vizuri nyinyi bwana mdogo. Mali lazima tugawane. Mali hatugawani. Niacheni wapuzi! Nasema niacheni! Wapuzi nyie! Kwa nini mnapiga kelele kwa sababu ya mali? Naomba mnisamehe! Hivi si unaona sasa, hizi ndo tamaa zao
au ndugu zetu. Ama tatizo tunakutana nao sasa hivi. Unafikiri tunaipuka vipi? Unafikiri tunatoka vipi huko ndani? Kaka, mimi si kama vile nimeota. Siamini kilichotokea. Sasa imagine tunatoka juu ndani sasa. Na isitoshe ndugu zetu hawaonekani. Kuna Jasmine na Lulu. Tunatokaje sasa ndani? Unasema kama mkubwa. Nimepata wazo. Naombeni tutoke nyote tulivyo hivi wanne. Tunatoka mdogo mdogo. Asisikie hata mtu. Haki ya Mungu nakwambia tunatoboa. Kama blaza unaniamini. Tumbee tutoke. Tunatoboa. Kaka wenzetu. Ni kweli. Leo ni kweli hayupo na Gaston hayupo. Lakini kama alivyoongea Bwana Jaka, tufanye hivi tutoke. Nakwambia hivi tunatoboa kaka, niaminini mimi. Kaka! Kaka! Ifuriko, ifuriko, ifuriko. Kila kitu kikavunjika ghafla,
Mama, baba, mmetuacha na maswali. Nyumba ikageuka vita, hakuna tena upendo wa kweli. Maneno yakawa sumu, ndugu wakageuka madui. Urithi wa baba ukawa chanzo cha majeraha.